kazi zenu, usiku sibali, kesheni saa zenu, hubirieni, kwa Yesu tumikeni, na hiyo Injili sana wahubirini, watu wa mbali. Fanyeni kazi zenu, giza yasogea, na wengi wenu wamo gizani. Msipoteze moja, dakika hizi, Bwana atarejea mwisho wa kazi. Fanyeni kazi zenu, hivi tunaachwa wote walio kwenu, apenda Mungu, na sisi tujuane, na tuwafundishe, ili Yesu ajaye tufurahishe. Tunaomba. Tunakushukuru ewe Mwenyezi Mungu, Mfalme wa mbingu na nchi, tulindaye usiku na mchana. Sisi ni wenye dhambi, tunaomba kwamba ukaweze kutusamehe. Tunapoenda kujifundisha neno lako, tunaomba ya kwamba ukaweze kuwa nasi hadi mwisho. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Wimbo uliotoka, ndugu zanguni, mwimbaji ameimba ya kwamba tufanye kazi zetu, tufanye kazi zetu, na Biblia ikasema, kitabu ni kile cha Yohana 9:4, tufanye kazi maadamu ni mchana. Tufanye kazi maadamu ni mchana. Biblia imesema tufanye kazi maadamu ni mchana. Sasa ndugu zanguni, mahali popote mlipo, ninawakaribisheni kwa somo ya leo. Somo ya leo nimeipea kichwa ambayo inasema, ni kitu gani kimesababisha Yesu akawie? Ama ni kitu gani kimemchelewesha Yesu kurudi? Ni kitu gani kimemchelewesha Yesu kurudi? Ni kitu gani kimemchelewesha Yesu kurudi? Tunaanza na kitabu ni kile cha Mathayo. Tunaanza na Mathayo 24:14. 24:14 Mathayo inasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Maandiko matakatifu inasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa dunia mzima, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. 24:14 Mathayo inasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa dunia mzima,
hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Habari njema ya ufalme itahubiriwa dunia mzima kuwa ushuhuda. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Habari njema ya ufalme. Kwa hivyo kile kimemchelewesha Yesu ni kwamba habari hii njema ya ufalme haijafika dunia mzima, haijahubiriwa dunia mzima, ili Yesu hakuje. Kwa maana Yesu anangojea habari njema ya ufalme itakapohubiriwa dunia mzima, ili kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Habari njema inapatikana katika kitabu cha Ufunuo 14. Ufunuo 14 kuanzia mstari ni ule wa 6. Habari njema inapatikana hapo. Maandiko inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Ujumbe wa malaika wa kwanza unarudisha watu wamsujudie Mungu aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Ujumbe wa malaika wa pili, Ufunuo 14:8 inasema, mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndiyo uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya uasherati wake. Ujumbe wa malaika wa pili huo. Ujumbe wa malaika wa tatu, Ufunuo 14:9. Na mwingine malaika wa tatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mcheni. Akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu, iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Kwa hivyo hiyo ndiyo ambayo injili ambayo Yesu anangojea ifikie kila mwanadamu dunia mzima, ili Yesu apate kurudi. Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu. Lazima watu warudishwe kwenye ibada ya kweli. Lazima watu wafundishwe Babeli ameanguka na ni Babeli gani imeanguka. Na lazima watu waonywe kwamba wajiepushe na sanamu ya mnyama na alama ya mnyama na chapa ya mnyama. Hiyo ndiyo ambayo injili ambayo Yesu anangojea ifikie kila kiumbe, ndipo Yesu apate kurudi. Sasa injili hii ambayo Yesu anangojea ihubiriwe kwa kila kiumbe, ndipo apate kurudi. Warumi anasema aje? Warumi 10:13. Warumi 10:13 inasemaje? Warumi 10:13. Warumi 10:13 inasemaje? Inasema Warumi 10:13 hadi 15 inasema, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Basi 14, basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Maandiko inasema
kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. 14 inasema, basi wamwiteje yeye huyo Bwana wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Watamwamini aje na hawajamsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Tena huyu mhubiri atahubiri aje na hajapelekwa? Na Mathayo 24:14 akasema, habari njema itahubiriwa katika ulimwengu wote, ndipo hapo ule mwisho utakapokuja. Na Warumi anasema huyu mhubiri hatahubiriaje na hajapelekwa? Mwenye anahubiriwa, huyu anahubiriwa. 14 inasema, basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Mwenye anahubiriwa watamuitaje na hawajamwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Watamwamini aje na hawajamsikia? Tena watamsikiaje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Huyu mhubiri atahubiri aje na hajapelekwa? Na ndiyo maana kichwa cha somo ya leo inasema, ni kitu gani kimemchelewesha Yesu kurudi? Tukaona ya kwamba ni habari njema ambayo haijafika dunia mzima. Sasa huyu mhubiri atapelekwa na akina nani apeleke huu ujumbe? Ndiyo maana tunaingia katika kitabu ni cha Malaki 3:8 kuanzia mstari wa 8. Malaki 3 kuanzia mstari ni ule wa 8. Inasema, je, mwanadamu atamuimbia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mnaniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Mungu anasema wanadamu wamemuibia zaka na dhabihu. Wamemuibia zaka na dhabihu. Na tukaona kuna mhubiri yako pale anangojea kutumwa apeleke ujumbe. Kwa nini wanadamu Mungu anasema wamemuibia zaka? Ni kwa sababu wanadamu leo hii wamekuwa wezi, wamekuwa magaidi, wanaiba zaka, wanakula zaka ya Mungu. Wanadamu wamekula zaka ya Mungu, ndiyo maana Mungu anasema wanadamu wamemuibia. Mstari wa 11, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu. Mungu anasema unapotoa zaka, Mungu anasema nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Mungu anasema
tulete zaka ghalani, ili kiwemo chakula ndani ya nyumba yake. Chakula ambayo inatajwa hapa na Mungu ni chakula aina mbili. Chakula hii ya kawaida ambayo tunakula, na hiyo chakula ingine ni neno la Mungu. Sasa Mungu anamaanisha kitu gani? Mungu anamaanisha hivi: unapotoa zaka inakuwa chakula aina mbili. Chakula aina ya kwanza ni chakula ambayo wanadamu wanakula ili isaidie miili yao. Chakula ya pili ni neno lake. Sasa zaka inafanya kazi gani? Na ukumbuke somo ya leo inasema ni kitu gani kimemchelewesha Yesu kurudi. Kazi ya zaka na kazi ya sadaka ni gani? Kazi ya zaka na kazi ya sadaka ni gani? Kwanza tunaangalia kazi ya zaka. Kazi ya zaka. Kazi ya zaka ni gani? Tunaingia katika kitabu cha Manuscript Releases. Tunaingia katika roho ya unabii. Kitabu kinaitwa Manuscript Releases Volume 1, page 188, paragraph 7. 1 MR 188, paragraph number 7. Inasema, when a man enters, samahani, kitabu ni kile cha Manuscript Releases 188, paragraph number 6. Manuscript Releases 188, paragraph number 6 inasema, when a man enters the ministry, he is to be paid from the tithe enough to sustain his family. He is not to feel that he is a beggar. Inasema tena, when a man enters the ministry, when a man enters the ministry, he is to be paid from the tithe enough to sustain his family. He is not to feel that he is a beggar. Wakati mwanaume anaingia katika huduma hii ya upasta, anastahili kulipwa na zaka. Hafai kujihisi kwamba yeye ni muombaji. Unaona, kazi ya zaka ni ya kulipa mapasta wanaopeleka huduma hii, watumishi wanaopeleka huduma hii, ujumbe huu, wanaohubiri. Na ukumbuke tumeona kwamba Mathayo 24:14 inasema, habari njema ya ufalme itahubiriwa dunia mzima kuwa ushuhuda, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Na Warumi 10:13 hadi 15 ikasema, huyu mhubiri atahubiri aje na hajapelekwa. Tukapata majibu kwamba katika kitabu ni kile cha Malaki 3 mstari wa 8 na wa 9 kwamba wanadamu wamemuibia Mungu, wameiba zaka na sadaka, pesa ambazo ndizo zinafaa kulipa huyu mhubiri apeleke huu ujumbe, ili injili ya Yesu Kristo inayopatikana katika kitabu ni kile cha Ufunuo 14:6 hadi 12 ikamilike. Tukaona kwamba watu wamekuwa wezi, wamekuwa magaidi, watu wamekuwa majambazi wa kuiba zaka, wamekuwa magaidi wa kuiba zaka
Ndiyo maana ujumbe umekwama, watu hawatoi, wanakula zaka. Tunasoma kitabu ni kingine, ni kile cha Manuscript Releases Volume 1 page 188 paragraph number 7. Inasema 1 MR 188 paragraph number 7 inasema, many ministers are lying in their graves, ya kwamba watumishi wengi wamelala kwa makaburi yao, brought there by sorrow and disappointment, and by the hardship brought upon them, because they did not receive sufficiently for their labors. Tarudia tena. Many ministers, watumishi wengi, are lying in their graves, wamelala katika makaburi yao, brought there by sorrow and disappointment, ya kwamba watumishi wengi wamelala kwa makaburi yao, ambao chenye kimewapeleka huko ni wamekosa matumaini. Kwa sababu gani? Naendelea kusema, and by the hardship brought upon them, because they did not receive sufficient for their labors, kwamba hawakupokea, mahitaji yao hayakushughulikiwa kikamilifu. Ninaposoma hii ninahuzunika sana, eti ya kwamba watumishi wengi wamelala makaburini mwao, na chenye kimewapeleka huko ni stress. Yaani wamegojeka hadi wakakufa, na chenye kimewapeleka huko ni stress, kwamba mahitaji yao yote hayakushughulikiwa na washiriki. Naona? Yaani washiriki wamekula zaka kiasi kwamba watumishi wamekosa pesa ya mahitaji yao. Hawana kazi, wanategemea zaka ili wapeleke ujumbe, na ile zaka wanaotegemea haitoki kwa washiriki, hawatoi. Ndio maana Mungu akasema wanadamu wanamuibia. Karudi akasema wanamuibia zaka na dhabihu. Na tukaona kazi ya zaka ni ya kusustain watumishi. Zaka inatumika na watumishi, mapastors, wanaopeleka ujumbe. Hiyo ndio inalisha familia zao, na hiyo zaka ndio inafanya mikutano, watu wanaokolewa. Lakini washiriki leo hii wamekuwa wezi, wamekuwa magaidi, wanakula zaka. Inahuzunisha sana. Ndio maana siku ya mwisho Yesu atasema, nalikuwa na njaa, huko nipea chakula, nalikuwa na kiu, huko ninywesha, nalikuwa kifungoni, huku uja kunitazama. Kwa nini Yesu atasema hivyo? Ni kwa sababu wewe mshiriki, zaka yenye ulikuwa utoe, ulikula. Na hiyo zaka ndio ilikuwa ifanye hiyo huduma. Ndio ilikuwa iende ifanye mikutano
watu ambao wako na njaa ya kiu ya neno wasikie neno, waokolewe. Lakini wewe ukakula hiyo zaka. Hiyo zaka ndio ilikuwa itumike na watumishi wapeleke ujumbe magerezani, lakini wewe ukakula, ukanunua manguo ya Christmas. Ndio maana Yesu atasema, ondoka kwangu, sikukujua. Nayo sadaka inatumika kwa njia gani? Kazi ya sadaka ni gani? Sadaka inatumika pale kanisani kwa matumizi ya kanisa. Lakini watu wengi leo hii wanatoa zaka peke yake, hawatoi sadaka. Na sadaka inatumika pale kanisani kwa matumizi ya kanisa. Kama ni viti itanunuliwa, sio zaka itanunua, ni sadaka. Kama ni masipika, ni sadaka itanunua, sio zaka. Kama ni mabetri za kuweka microphone, ni sadaka itatumika hapo. Kama ni lunch, kama hiyo kanisa mnakulanga lunch hapo kwa kanisa, sadaka ndio inanunua lunch. Kama kuna mshiriki amepatwa na shida, sadaka ndio inatumika hudumia huyo mshiriki. Yaani sadaka inatumika kwa kifupi kanisani. Kama ni Pasaka, sadaka ndio inatumika hapo kununua vitu vya Pasaka. Kama ni kuripea kanisa, sadaka ndio inatumika. Lakini leo hii Wakristo wa leo ni wengine tofauti. Wanakula zaka na sadaka wanakula. Kwa njia gani? Kwa mfano, unapata mshiriki mshahara wake ni 10,000. Na katika hiyo 10,000 analipwa kwa mwezi. Badala atoe 10% ya 1,000, anatoa 200 ama 500 ama 800 ama 900. Na Mungu amesema leteni zaka kamili. Kama mshahara wako ni 10,000 na umetoa 990, hujatoa kamili. Unastahili utoe 1,000. Hiyo ni zaka. Unatoa 1,000 kama mshahara wako ni 10,000. Sadaka unatoa kulingana na vile umebarikiwa. Hiyo hujapimiwa. Unatoa kulingana na vile umebarikiwa. Lakini zaka unatoa 10% ikiwa imekamilika. Kwa hivyo kama unalipwa mshahara wa 10,000, 10% ya 10,000 ni 1,000. Unastahili kuleta 1,000 kama zaka kanisani. Na tumeona kazi ya zaka. Kama mshahara wako ni 100, umeng'ang'ana mwezi mzima umepata 100. Mungu anataka 10 bob. Hataki pesa mingi, anataka 10 bob. Hiyo 10 ndiyo Mungu anataka. Kwa sababu Mungu anasema kama huwezi kuwa mwaminifu kwa machache, kwa kale kadogo amekupea, basi huwezi kuwa mwaminifu hata akikupea mingi. Kwa hivyo hata kwa wiki mzima kama umeng'ang'ana umepata 50, 10% hapo ni shilingi 5. Hiyo kobole ndiyo Mungu anataka. Ukikumbuka ule mwanamke
Yesu alimuona akitia kwenye kijisanduku shilingi mbili. Na Yesu akasema huyo ametoa kuliko wote. Naona? Kwa hivyo kama unapata 50 kwa wiki, Mungu hapo anataka shilingi 5 tu peke yake. Hataki pesa mingi, anataka kobole, only 5 bob. Kwa hivyo kama unapata mshahara wa 10,000, kama kabisa huwezi toa 1,000, unataka kutoa 900, hiyo 900 kaa tu nayo usitoe, kwa sababu utatoa na mwishowe utapotea tu, utapotea. Mungu amesema leta zaka kamili. Hata ukitoa 990 utapotea tu, hujatoa kamili. Mungu anasema leta zaka kamili. Mungu akitaka huu ujumbe kumalizike kwa haraka, utamalizika kabisa, lakini anataka kila mtu ahusike. Kwa maana kitabu ni kile cha Zaburi 24 mstari ni ule wa kwanza. Zaburi 24 mstari wa kwanza inasemaje? Zaburi 24:1 inasema, inji na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Nasikia Mungu anasema inji na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Kwa hivyo Mungu akitaka injili hii iishe haraka, atatumia means zake iishe haraka. Lakini anataka kila mtu ahusike. Ndio maana anasema leta zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula. Chakula yenye anataja hapo ni aina mbili. Chakula cha kutia kwa tumbo kwa mwenye anapeleka haya mahubiri, na chakula cha kiroho chenye huyo hatapeleka. Chakula aina mbili. Lakini Mungu amesema wanadamu tumemuibia. Wanadamu wamekuwa wezi, majambazi, wanakula zaka na sadaka, hawataki kutoa. Kwa hivyo tumeona chenye kimemchelewesha Yesu kurudi ni Wakristo wenyewe tu, ndio wamemchelewesha Yesu kurudi, kwa sababu hawatoi zaka, wanakula zaka yenye ambayo inafaa kukamilisha hii kazi. Hawatoi, wanakula. Kwa hivyo ninakusihi popote ulipo, ndugu yangu, dada yangu, ukisikia huu ujumbe usifanye moyo kuwa mgumu. Petro akasema, kitabu ni kile cha Matendo 10:29. Petro akapombua kinywa chake akasema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Basi imekupasa kumtii Mungu. Mungu akisema leta zaka kamili, ili huu ujumbe uishe kwa haraka. Kila mtu ako na hamu ya kwenda nyumbani tukapumzike, na Mungu apate kuwabariki hadi tutakapokutana kwa somo lingine. Mungu apate kuwabariki. Mashamba yajatele nafaka mbegu, popote
upeleke wavuni, wayakusanye mazao katika kazi yaishe. Wapeleke uchaoni, waende na jotoni, hata jua lishukapo, wakusanye kokote. Mwenye mavuno twasihi, upeleke wavuni, wayakusanye mazao katika kazi yaishe. Enyi wakazi wa Bwana, yaleteni mazao, na jioni ingieni kwake na furaha kuu. Mwenye mavuno twasihi, upeleke wavuni, wayakusanye mazao katika kazi yaishe. Mwenye mavuno twasihi, upeleke wavuni, wayakusanye mazao katika kazi yaishe. Tumalizie na kitabu ni kile cha Luka 10 mstari wa 2. Luka 10